How scared me no, how scared. 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 Oa mwanangu nisikilize. Oa wewe baharia, oa wewe. Tulia. Oa sikilizeni wadogo zangu, sawa? Uuni wenu mnoleta nyewe uuni wa kishamba sana. Yaani uuni wa long time. Yaani mimi mwenyewe muuni nimevurugwa kreki. Acheni mapepe wadogo zangu, sawa? Acheni mapepe. Mmetukuta hapa tuna maongezi yetu kwenu wastaarabu basi. Huyu mtu wenu mtakutana naye huko, sio hapa. Oya wewe sikiliza 45. Wewe mwenyewe forena tu na tukiramo kukanyaga wenyewe bali tunakanyaga tu. Usura yake tu ndio inatisha. Si unaona yeye mwenyewe mzuri tu hapa. Toto show angeajogo. Si unaona hapo yeye mwenyewe kama bata tu anakatakata viuno. Kaa vipi tunaruka naye tu. Afrika kama mkubwa ngoja nikwambie wewe umeona huo. Usi hatozi kumwacha. Yanuki bampani. Yeye mbele sisi nyuma. Hatozi kumwacha na kesi yetu huyu mshtakiwa. Sawa, hebu fanyeni mnataka kufanya. Usitutishe kisa unabati kidevuni wewe. Mzee vipi babu wewe? Wewe unanunua kesi kaka? Unanunua kesi malume? Oya ndota hii. Oya tupe mtu wetu babu. Oya wewe malume. Tulia. Oya wewe kabe. Tulia. Jordan. Yes boss. Ni nani ambaye umemwona huko? Bosi. Nimezunguka nyumba yote. Sijafanikiwa kumwona mtu yoyote yule. Nahisi ulikuwa ni wasiwasi wako tu. Jordan, sijawahi kuweka wasiwasi sehemu ambayo haihitajiki wasiwasi. Sawa. Hatuoni kwa macho, lakini hata harufu hatusikii. Anyway, tuachane na hayo kwa sababu umezunguka na umekiri kwamba hakuna mtu yoyote ambaye umemwona. Kitu pekee ambacho ningekusisitiza, tuongeze zaidi umakini. Sawa bosi. Ondoa hofu juu ya hilo. Kila kitu kitakuwa sawa. Ila baba ulotumba masikini wapi tuelekea, maana kila kukicha tunatumikia walofanikiwa. Ila baba nafanya kazi za ndani. How scared me no, how scared. Navumilia mengi. Vero mwanangu. Ni kweli mimi naumwa. Na unapambana sana kwa ajili yangu. Hivi wale watu ni wema kweli kwetu? Yaani kaka kiukweli mimi naogopa. Unaogopa nini? Kaka, hii kazi ni haramu na ni hatari sana. Na je, vipi ni kama polisi wakijua? Mimi ni mwizi wa mtoto kakangu. Mimi si nitafungwa mimi na huu umri jamani. Nisikilize kama mtoto. Pesa ambazo umepatiwa ni pesa nyingi mno ambazo huwezi kuzipata kihalali. Lazima ufanye kazi haramu. Na nikwambie tu, kwa maisha ya sasa hamna pesa nyingi kama ile ambayo unaweza kupata kihalali. Utasota maisha yako yote. Hivyo basi utakiwi kuogopa na lazima ufanye kazi yetu kama tulivyokubaliana. Maana usipofanya kama tulivyokubaliana, mabosi zangu ni watu hatari sana.
wanaweza wakakuua. Ila baba, umenipa moyo wa subira. Ila Hivyo basi, baba, sio kwamba utakuwa peke yako, hata familia yako yote ambayo inakuzunguka wewe pamoja na mamako nao pia watakufa. nafanya kazi za ndani, house girl mindo, house girl, navumilia mengi. Nikuambie kitu kimoja muhimu sana. Katika hii kazi yetu lazima uwe msiri. Uwe msiri kuliko siri yenyewe. Manake ikigundulika unavujisha siri zetu, lazima utawajibika. Velo. 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 Ni kweli mimi naumwa, lakini sitaki kukuona unaingia kwenye matatizo. Na hilo chozi unalodondosha, Zari, kuna kitu unapitia mwanangu. Mimi naomba urudishe hii pesa. Naona hizi pesa zinavuja damu za watu ambao hawana hatia. Hivyo basi mwanangu, siko tayari kutibiwa na pesa hizi. Naomba urudishe. Ni bora nife. Hapana mama. Ni mabosi zangu ni watu wazuri. Na ni watu ambao wananipenda sana. Kwa sijali kuhusu hilo mamangu. Kuwa na amani mamangu. Hizi pesa ni za halali. Nahitaji upone mamangu. Kwa sijali mama kuhusu mimi. Nakupenda sana mama. Najua. Nakuelewa mwanangu. Hivyo naomba basi, nisingependa kuona unaingia kwenye matatizo au unamuingiza mtu yote kwenye matatizo. Sawa mama? Sawa mama. Nimekuelewa mamangu. Usijali kuhusu mimi. Tafanya yote ambayo umeniambia. Nakupenda sana mamangu. Nakupenda pia wewe. Mama, naona kazini wananipigia. Nadhani nahitajika haraka. Sawa. Nakupenda mamangu. Nafanya kazi za ndani, house girl mindo, house girl, navumilia mengi, house girl mindo, house girl, nadharaulika humu ndani, house girl mindo, house girl, nabaki nayo moyoni, house girl Kipala, wewe ni ndugu yangu. Siwezi kuruhusu matatizo yote kukute. Na ukizingatia una familia na hiki ambacho nakifanya, tambua kabisa unasababisha matatizo familia yako. Bila shaka unamfahamu vizuri Mr. Chiko. Ni mtu mmoja hatari sana. Na hiki ambacho nakifanya, na kuhakikishia utaigharimu familia yako. Hemu angalia. Kama mtu anaweza kumwagia mtu tindikali kwa sababu ya mapenzi, itakuwaje kwako? Ha? Jordan, kuna kitu ambacho ukijui. Mimi hamna kitu ninachokiogopa. Najiamini na kazi yangu. Kuna kesi nyingi sana mimi nimezifuatilia. Achana na hii kesi ya Chiko. Kitu sichokijua tu, mimi bado napambana na hii kesi. Na lazima sheria itafuata mkondo wake. Iwe isiwe.
Kwa cha kukusii tu ndugu yangu, achana na hii mipango ya Chiko. Utakuja kupotea Jordan. Sihitaji kukuona unapotea Jordan. Wewe ni kijana mdogo sana. Ukenda ukila miaka 20 wewe unarudi ukiwa na umri gani? Tafuta shughuli ya kufanya Jordan. Sawa? Siku zote bahati haijirudi mara mbili. Kama ulifanikiwa kesi yako kwa mara ya kwanza, usitegemee utakuja kushinda tena. Nguvu ambayo tumewekeza mara ya kwanza na saizi ni tofauti kabisa. Na ndio maana nakuonya, kaa mbali na hili, itakuja kugharimu. Jordan, kuna kitu ukijui. Iwe isiwe uweze kushindana na serikali. Cha kukuahidi tu Jordan, tafuta shughuli ya kufanya. Achana na hii kazi. Leo nimekuja nikiwa na sura nzuri. Siku nyingine nikirudi hapa nitakuwa na sura ya kazi. Nilishakwambia tangu awali. Tafuta kazi ya kufanya Jordan. Kama unahitaji kiasi cha pesa cha aina yoyote, niambie Jordan nikupe ili uweze kufanya biashara. Yamenizidia yameninogea. Ule msiba mimi ulinifundisha vitu vingi sana na nikaamua kubadilika na kumrudia Mola wangu. Na pia nikakushauri na wewe ikiwezekana na ikikupendeza ubadilike. Mimi Sania unanijua, sio yule. Ni mwingine kabisa na nilishakwambia hilo. Alafu hizo habari za kunisimamisha mimi, za kuniita mimi sijui ni mke wako, mpenzi wako, ziishe leo. Kwa sababu mimi ni mchumba wa mtu. Nisingependa kuona unaingia kwenye matatizo au unamuingiza mtu yote kwenye matatizo. Kama mtoto. Umefanya kosa moja kubwa sana. Ni nani alikwambia utoke nyumbani na kwenda kwa mamako? Nani amekwambia utoke nyumbani na kwenda kwa mamako? Kuna umejuaje? Kama mtoto. Sisi ni watu ambao tuko very professional. Nisikilize. Chochote kile ambacho nakifanya, sisi tunakifuatilia. Na hata simu yako pia tunaichunguza na tunasikia na mtu yoyote ambaye unaweza kuongea naye. Kwa hiyo usije ukajidanganya ukahisi kwamba unaweza ukafanya jambo na sisi tusilijue. Naomba unisikilize kwa makini. Iwe mwanzo na mwisho. Usije ukarudia kosa kama hili. Maana kukwambia hivyo, wala wataki kujua kama una familia. Maana una utambulisho feki. Ni mtu ambaye unajulikana huna familia, huna msaada wowote ule. Kwa hiyo unapofanya kosa la kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ni rahisi kuharibu mpango kazi wetu. Umenielewa? Sawa, nimekuelewa. Sitarudia tena. Sirudi tena. Utambulisho wako ni house girl, ambaye huna familia hapa mjini. Kwa inaomba uishi kama house girl. Potea. Nimezaliwa masikini, nimekubaliana na hii hali ya kudharaulika, kuaibishwa na matusi yote yangu. Sasa nitafanya nini wakati mwenzangu kashika mpini?
Nikileta utata tafungishwa vilago rudi kijijini. Ila baba ulotumba masikini wapi twelekea? Mana kila kukicha Tasha, mume wangu. Tasha, ni wewe mume wangu? Ina maana umerudi, si ndio? Unaniona mimi? Nisamehe mume wangu. Tasha, mume wangu, mbona ongei kitu? Niambie Dr. Weno. Tuko sawa. Tuko sawa. Nimekuita hapa nikupe taarifa ama mrejesho. Good news kwamba yule binti ulioniagiza nimfuatilie, kwa bahati nzuri alikuja hospitali kwa tatizo jingine. Alipata ajali. Kwa hiyo nikapata fursa ya kumfanyia uchunguzi na matibabu zaidi. Kashatoka by the way, lakini kwa nilivyomchunguza sasa kwa maslahi ya kazi ambayo ulinituma, nimegundua yule binti ana muda mrefu atajifungua. Kwa hiyo rai yangu mimi kwako, kama kuna maandalizi unaweza kuyafanya au mkakati au mchakato wowote unaweza kufanya kuhakikisha mpango wako unafanikiwa, basi unatakiwa uanze kufanya sasa. Kwa sababu nilivyogundua yule hawezi kuchukua wiki 2 kabla hajajifungua. Hawezi kuchukua wiki 2. Okay. Mimi nafikiri nimekuelewa. Na sina shaka kabisa na wewe. Na kuamini sana daktari. Kwa hiyo kitu pekee ambacho naomba kutoka kwako ni taarifa tu, step by step. Kila kinachoendelea. Just inform me. Sawa, na nimefanya ultrasound. Una shida gani Katete? Dada, naongea na mume. Mume wako yuko wapi hapo? Nilikuwa naongea na Tasha dada. Kweli mdogo wangu anataka kuchanganyikiwa. Huyu ni nani? Huyu ni ausigeli wetu. Kaletwa na baba kwa ajili ya kutusaidia kazi hapa nyumbani. Na mama yuko wapi? Mama nimwacha anaongea na baba kwa nje. Ali ni mdogo wangu. Endelea na kazi. Sawa. Usijali, sawa? Sawa. Haya, na tukaongee ndani. Shaka shida. Sikovu ponge jeraha, maumivu na kosara, jaribu kufosi furaha, inanumiza kidomo machoni mwao, dosili nzito nayo, kutendwa na tendwa, kuacha na shindwa, ndo inanumiza roho. Inanumiza roho, inanumiza.
nanumiza moyo. Inanumiza hatima, 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 hatima ya ndoa yetu. Hatima, 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 hatima ya ndoa yetu. Hatima, hatima.